Karibu tena mtazamaji. Leo tunaendelea na sheria za ajabu kutoka nchi 20 tofauti duniani. Wengi husafiri nchi tofauti bila kujua sheria zinasemaje huko. Haya, fuatana nami mwanzo hadi mwisho kwenye baadhi ya sheria tulizokuandalia. Haya, tunaanza. Namba 1, Egypt. Katika maeneo ya kihistoria hasa piramidi, ni kosa kupanda juu ya piramidi au kujaribu kugusa kilele cha piramidi. Watalii wengi waliwahi kushikwa wakijaribu kupanda, wakalipa faini kubwa. 2, Ethiopia. Ethiopia ina sheria ya kipekee inayokataza kutumia saa za magharibi. Ethiopia inatumia mfumo wa saa tofauti kabisa. Saa za Ethiopia huanza saa 12 asubuhi, ndio siku yao huanza badala ya saa 6 usiku. Kwa hiyo usishangae hata kwa mwaka wa Ethiopia wao wangali mwaka wa 2018, ila sisi tuko mwaka wa 2025. 3, Uturuki. Katika nchi ya Uturuki ni marufuku kuonyesha mapenzi ya kimapenzi hadharani karibu na maeneo fulani ya dini. Sheria hii inatekelezwa hasa kwenye maeneo ya kihistoria kama misikiti mikuu. Namba 4, Korea Kusini. Nchini Korea Kusini, katika baadhi ya maeneo, kula chakula chote na kuacha sahani yako ikiwa tupu kabisa ni ishara mbaya. Sheria ya Korea inasema lazima uache mabaki madogo ili kuonyesha kuwa mwenyeji amekushibisha vya kutosha. Namba 5, Qatar. Kule Qatar, kula hadharani mchana wakati wa mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kosa kubwa la kisheria kwa Waislamu na hata wasio Waislamu. Namba 6, Norway. Hapa Norway, hasa sehemu inayoitwa Svalbard, huwezi kufuga paka kwenye kisiwa hiki ili kulinda ndege wa porini wasije kuliwa na huyo paka. Namba 7, Russia. Katika mji wa Moscow, magari machafu ni marufuku. Ukikamatwa ukiendesha gari lililojaa vumbi au tope, unaweza kulipa faini papo hapo. Namba 8, Finland. Katika nchi ya Finland, kila mtu ana haki ya kuingia kwenye misitu na hata mashamba ya watu wengine ili kuchuma matunda ya mwituni na uyoga. Sheria hii inajulikana kama every man's right. Hata kama shamba si lako, unaweza kula matunda mradi tu huharibu mazao. 9, Mexico. Mexico City ilianzisha sheria ya ajabu. Magari huwa yana siku maalum za kupigwa marufuku kutembea kulingana na namba zao za usajili. Hii ilianzishwa ili kupunguza msongamano na uchafuzi wa hewa. Namba 10, Uingereza. Pia hadi leo ni kosa kufa ndani ya bunge la Uingereza kwa sababu ungetambulika rasmi kuwa umefariki kwenye ardhi ya kifalme. Sheria ya kale ya Uingereza bado ipo. Ni kosa kunywa bia kwenye mabasi ya umma au treni wakati fulani wa siku. 11, Brazil. Katika nchi ya Brazil, mashindano ya ng'ombe yamepigwa marufuku kabisa, tofauti na Uhispania. Sheria hii ya Brazil iliundwa kulinda haki za wanyama. Namba 12, Philippines. Kwenye nchi ya Philippines ni kosa kukashifu dini hadharani. Hata mtu akitoa kejeli ndogo dhidi ya imani ya dini anaweza kushtakiwa kisheria. 13, Uhispania. Katika mji wa Barcelona, kulala mchana kwenye bustani za umma ni kosa la kisheria. Sheria hii ilianzishwa kupunguza idadi ya watu waliokuwa wanalala hovyo mitaani. 14, Iran. Nchini Iran, wanawake hawaruhusiwi kuhudhuria baadhi ya michezo ya wanaume kwenye viwanja, ingawa kumekuwa na mijadala mikubwa ya kisiasa kuhusu sheria hii. 15, Bhutan. Sheria ya kipekee inawataka wananchi wote kudumisha hifadhi ya mazingira. Hata katiba ya nchi inasema angalau 60% ya nchi lazima ibaki na misitu. 16, Malaysia. Kule Malaysia, kulala usingizi kwenye hoteli au nyumba ya kulala wageni ukiwa uchi ni kosa la kisheria ikiwa mtu mwingine atakuona kwa bahati mbaya. 17, South Africa. Kuna sheria ya ajabu inayoitwa Anti-Littering Act inayosema mtu yeyote akitupa sigara au karatasi nje ya gari, sio tu dereva atatozwa faini, bali pia gari linaweza kukamatwa lote kabisa. 18,
Indonesia. Katika mkoa wa Aceh, sheria ya Kiislamu inaruhusu adhabu ya hadharani kwa makosa fulani kama kucheza kamari au kushiriki pombe. 19. Portugal. Ni kosa kisheria kukojoa baharini. Serikali ya mitaa ilileta sheria hii ili kulinda usafi wa fukwe zao maarufu. 20. Scotland. Huko Scotland ni lazima mtu yeyote akikuomba kutumia choo chako cha nyumbani kwako unatakiwa umruhusu akitumie hata kama humjui. Ni sheria ya kale inayozingatia utu na heshima ya binadamu. Acha tuishie hapa. Pia tukutane sehemu ya 3 itakayofuata hivi karibuni, na usisahau kusubscribe, kucomment na kushare kwa wengine. Asante.